Na watu wamekaa nje wa shirika. Vijana mnaweza leo sasa mmemaliza huduma, mnaweza pea wazazi viti kwa dakika moja tunapomwabudu Mungu na wimbo huu. Naomba hizi viti zimekaliwa na watoto wadogo zipewe wazazi. Kuna watu wako nje, naomba waingie ndani. Naona kuna watu wako nje. Vijana wanaweza simama, vijana wanaweza pewa vizuri. Naomba watu wale wako nje. Naona kuna watu wengi wa nje, mapo kwa mlango mmesongamana sana. Ningepanda pabaki watu wawili, wengine waingie ndani. Amen. Nafasi hii nafasi nzuri. Hao vijana wanaenda kunywa uji, wanywe haraka warudi, lakini hizo viti wangeshileta hao watu. Lete mke wa Rufus hapa mbele kabisa, ambaye nitakuonyesha. Shakarababo. Hebu inua mikono yako juu. Inua tu mikono yako, mwambie Mungu asante. Kuna watu wako nje, ninaomba waingie ndani. Tunataka tuhudumiwe kwa jina la. Inua tu mikono yako juu. Maombi yangu yafike kwako, moyo ulibondeka utadharani kiu yangu, haja yangu. Na mikono yako anena awe nifanane nawe, maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadhara. Hebu kwa dakika moja fungua tu kinywa chako, fungua kinywa chako. Zungumza na Mungu kwa jina la Yesu. Zungumza na Mungu kwa jina la Yesu. Thank you God, thank you Father. Katika jina la Yesu. Naomba tuombe. Inua tu mikono yako tu, kila moja inua. Inua tu mikono yako, kila moja zungumza na Mungu. Mwambie Bwana ninakuhitaji. Mwambie Bwana nahitaji unihudumie. Nahitaji useme na mimi. Omba, jiombe. Neno la Mungu linaweza pita likakupita. Inategemea vile umefungua maisha yako na moyo wako wa Mungu. Ujumbe wa Mungu unaweza kuja na ukakupita. Inategemea vile umefungua moyo wako. Fungua tu moyo wako, jiachilie mbele za Bwana, jiombe. Mwambie Bwana kama kuna jambo lolote linaweza zuia nisikutane na wewe, katika jina la Yesu. Linaweza zuia nisisikie kutoka kwako. Bwana naomba katika jina la Yesu, neema yako inifikie, sauti ya ujumbe wako unifikie katika jina la Yesu Kristo. Omba. Ninaona mtu aombi. Jiombe. Mwambie Bwana sijakuja kujaza kiti. Nimekuja nisikie kutoka kwako. Nimekuja ili unibariki katika jina la Yesu. Wakati neno lako linatoka, Bwana liseme na moyo wangu. Niguze kwa neno lako. Kutana nami kwa neno lako kwa jina la Yesu. Jiombe mbele za Bwana. Ombea mawazo yako. Jiombe roho ya kuelewa. Jiombe roho ya kuelewa. Fungua vifungo vyote, ondoa kila kizuizi chote kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu natamka damu ya Yesu, natamka damu ya Yesu katika kikao hiki. Damu ya Yesu itawale, uwezo wa Mungu tawale kwa jina la Yesu Kristo. Oh my God, wakati mtumishi wako anaposimama kuhubiri neno lako, anapokuwa likipita, my God, naomba Bwana neema yako, Roho Mtakatifu tuhudumie, Roho Mtakatifu hudumia watu wako katika jina la Yesu. Asante Mwokozi, asante maana utamtumia mtumishi wako sawa na mapenzi yako. Jina lako libarikiwe na jina lako litukuzwe kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Basi nafasi naomba unipigie makofi napoleta mtumishi wa Mungu kwa madhabahu. Prophet Shalom ya Mungu abare kuleta neno la Bwana. Ongeza makofi mazuri, makofi ya heshima. Amen. Tabaki na shimama dakika moja. Haleluya. Ninaamini ya kwamba Mungu atakuhudumia asubuhi ya leo. Kama vile Baba alisema,
ni kijana lakini anayebeba mzee ndani yake. Paulo akasema si mimi naishi lakini ni Yesu Kristo. Kumtumikia Mungu aiombe umri. Unaweza kuwa na dakika 5 na Mungu atakutumia kwenye viwango vikubwa. Haijalishi uwe mzee ili umtumikie Mungu. Maandiko yanasema wazee wataota ndoto, vijana wataona maono. Na katika hii dunia mambo tunaishi, inabidi Mungu atupatie maono makubwa ili tusitembee sawasawa na shetani, lakini tutembee sawasawa na Mungu. Ningetamani kwa muda huu usiniangalie. Ukiniangalia utakutana navaa koti, navaa nguo nyeusi, na pengine haitakusaidia kitu. Lakini taka kwa muda huu muangalie Yesu Kristo ili Yesu apate kukuhudumia. Sijua kama kuna mtu ndani ya mkutano yuko tayari Yesu amhudumie. Na hisi ya kwamba Mungu akimgusa tu mtu mmoja kwangu inatosha. Haijalishi tuwe watu wengi. Najua kuna wale walikuja kuangalia, ila kuna wale pia walikuja kumtafuta Yesu Kristo. Kuna wale walikuja kuangalia ni mtu gani ule ataongea nini, lakini kuna wale pia walikuja kuangalia Yesu ataongea nini. Ndio kwa maana ningetaka muda huu nipotee Yesu Kristo aonekane. Ndio kwa maana utaweka mkono wako wa kuume juu. Utaweka mkono wako wa kuume juu. Ningetaka tubadilishe hewa zaidi. Tayari waimbaji wameimba, wanatuingizia hewa nzuri, baba ameomba. Ningetaka wewe na mimi sasa tuongeze tena. Rakombre de gosh akataya baba rikombra daga shedede. Ninaamini kuna watu Mungu anaweza kuwagusa kabla ya mahubiri. Mungu ni Mungu wa mambo makubwa. Anataka abadilishe hazri, anataka abadilishe hewa hapa. Yawezekana ulikuja na magonjwa, yawezekana ulikuja wewe ni mgonjwa, yawezekana ulikuja hauna furaha, lakini muda huu Bwana anataka akuhudumie. Bwana anataka akuhudumie. Rabababa. Usiangalie jirani yako hawezi kukusaidia kitu. Angalia Yesu Kristo ili akuhudumie. Ningetamani kwa dakika moja pandisha sauti yako. Waliniambia kanisa hii watu wanapenda maombi. Ningetaka nione sasa kwa macho yangu. Pandisha sauti yako, anza kuomba. Ambia Baba niko hapa unihudumie. Rabababa shedele brairegos rekombra regos shakataya baba. Kuna wale watasikia nguvu za Mungu zinaingia ndani ya mkutano. Haijalishi tuwe watu wengi, hata mtu mmoja tu Bwana anaweza kumhudumia. Bwana anaweza kumhudumia. Baba, kabla sijahubiri ningetamani nasikia uwepo wa Mungu kwenye madhabahu hii. Nasikia moto ya Bwana kwenye madhabahu hii. Nahisi ya kwamba Mungu atakuhudumia asubuhi ya leo. Nahisi ya kwamba Mungu atakuhudumia asubuhi ya leo. Pandisha sauti yako zaidi ya jirani yako. Mungu akubariki. Naona kuna watu wanaanza kuomba. Naona kuna watu waniangalia wanaanza kuangalia Yesu. Kuna mama Mungu atamupanguza machozi asubuhi ya leo. Kuna baba Mungu atamsaidia asubuhi ya leo. Kuna kijana Mungu atampandisha ngazi asubuhi ya leo. Kwa wale tulikuwa nao jana juzi, nadhani wanaelewa nini inaendelea. Ningetamani nisikie watu wanaomba hapa. Maandiko nasema walikuwa katika chumba cha ndani, walipokuwa naomba Roho akashuka. Roho Mtakatifu atakuhudumia. Roho Mtakatifu atakuhudumia. Anza kuomba na kumwambia Baba niko hapa. Rakataya baba shekete rakumbra katalia mande raba shekete ya baba. Nasikia Baba iko hapa. Yes. Watu wanaanza kuomba. Naona watu wanaanza kuelewa. Usiangalie jirani yako hawezi kukusaidia kitu. Angalia Yesu Kristo. Bwana atakapokuhudumia ataangalia jirani yako, atakuhudumia peke yako, atakuhudumia peke yako. Maandiko nasema katika Mathayo, unapoomba ingia katika chumba chako cha ndani. Mimi Mungu nitafute kwa siri, nitaona kwa siri. Kuna mtu anaweza ingia kwenye chumba chake cha ndani hapa. Enda kwa siri, ambia Baba nihudumie, ambia Yesu nihudumie, na kuhakikishia na ibada inaweza isha hivi tu. Tunatamani Roho atuongoze, tunatamani Roho atuongoze. Rababo shekataya Rakataya baro
shekete. Baba, hudumia watu wako Kenya, na ijulikane ya kwamba uko Mungu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu wa mitume na manabii. Acha uonekane kwa wana wako. Naona wengine wanaanza kulia. Kuna watu wanaelewa, kuna watu wanaelewa, kuna watu wanaelewa, kuna watu wanaelewa, kuna watu wanaelewa. Shakataya katika jina la Yesu. Rababo shekete. Na kuachia nafasi, fanya yaliyo mapenzi yako. Najua utafanya makubwa. Kama kuna mtu namwamini zaidi ya watu wote ni wewe Yesu. Ninaamini utafanya kazi kubwa hapa na wana wako watashuhudia. Nataka nisabie 1 mpaka 3. Kapofika kwa 3, hakikisha unashangilia zaidi ya jirani yako. Kuna vitu vingine viombe maombi. Kuna vitu vingine viombe kufunga. Nikaambia watu Jumatano, kuta la Yeriko lilianguka kwa shangwe na vigelegele. Kuna magonjwa ya miaka inaweza anguka tu kwa kumshangilia Yesu. Kuna umaskini inaweza kukuachia kwa kumshangilia tu Yesu Kristo. Nasabia 1, nasabia 2, niko kwa 3. Sijua kuna mtu mpa anaweza kupigia Yesu makofi. Sijasikia Kenya inamshangilia Yesu. Sijasikia Kenya inamshangilia Yesu. Sijasikia Kenya inapiga makofi kwa Yesu. Sijasikia wamama wa Kenya wanapiga vigelegele. Sijasikia vijana wa Kenya wanashangilia Yesu. Pigia Yesu vigelegele, heshima. Kamata dakika 2 uko na shangilia Jehova, uko napigia Yesu shangwe. Wow. Unapiga makofi yako na hewa nzuri inaingia kwa maisha yako. Unapiga makofi nzuri na Bwana anakutendea mema. Kuna watu wa imani hapa, washangilie Jehova. Makofi ni yako Yesu, makofi ni yako Yesu. Haiko makofi ya mchungaji, haiko makofi ya prophet, ni makofi yako Baba. Unastahili heshima, unastahili shangwe, unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa, unastahili Yesu. Kama watu hawatakuabudu, Shalom nitakuabudu. Ulinitoa kwa vita, leo niko mzima. Wangapi walifariki, wangapi walifariki, mimi niko mzima. Ningelikuwa Kongo pengine singepata nafasi ya kushangilia kwa sababu ya vita, lakini unanileta Kenya, ninasikia raha, ninajipa nafasi ya kukushangilia, ya kukushangilia. Inuliwa Yesu, inuliwa Yesu, inuliwa Yesu. Jina la Yesu ni jina kubwa, jina la Yesu linapita majina yote. Jina la Yesu, jina la Yesu. Rakata ya babash. Kuna mtu anasikia kitu niko nasikia hapo. Roho yako ikikuwa tayari, Bwana atakuhudumia. Niliambia watu Tanzania, watu wa kuzuba kanisani Mungu hawahudumii, lakini watu ambao wanaamini vitu vya roho Bwana atawahudumia. Nasikia uwepo kwenye madhabahu hii, nasikia hasira ya kiroho, kwa maana nasikia utukufu wa Mungu iko hapa. Utukufu wa Mungu itashuka kwa maisha yako, utukufu wa Mungu itashuka kwa nyumba yako, utukufu wa Mungu itashuka kwa vijana wa kanisa hili. Kama ilishuka kwangu na niko naheshimika na niko kijana, itaheshimika kwa vijana, itaheshimika kwa wamama, itaheshimika kwa wababa, itaheshimika kwa wazee. Wow. Kama unasikia kitu sema wow. Kama unasikia uwepo sema wow. Tusome neno la Mungu Mwanzo 6. Nasikia nguvu za Baba hapa. Thank you Jesus. Bwana nisaidie. Nasikia uwepo iko hapa. Thank you Jesus. Watu wa maombi wanaelewa nini naendelea. Watu wa milima wanaelewa nini naendelea. Watu ambao iko watu wa maombi hawezi kuelewa. Kuna wale wako tunaniangalia, lakini watu wa roho wanaanza kuangalia Yesu. Nasikia utukufu kwenye madhabahu hii. Nasikia upako kwenye madhabahu hii. Nasikia neema kubwa kwenye madhabahu hii.
Kama wa Freemason wanaweza kujuana, na sisi watoto wa Yesu tunaweza juana. Kama waganga wa kienyeji wanaweza juana, na sisi watu wa maombi tunaweza juana. Nasikia kuna watu wa maombi kwenye madhabahu hii. Nasikia kuna watu nasikia utukufu wa Mungu iko hapa. Acha utukufu ulioko kwenye madhabahu hii itoke kuangukia kwa jina la Yesu. Pokea neema ile. Mwanzo 6:8. Mwanzo 6:8. Kisha tutasoma tena Mwanzo 9:25 mpaka 27, na tutamaliza na Mathayo 2:14. Tunaanza na Mwanzo 6:8. Tukimaliza tunaenda na Mwanzo 9:25 mpaka 27. Tusome katika jina la Yesu. Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Endelea. Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana anaghairi ya kwamba nimewafanya. Enda 8. Napenda hii sana, inasema lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Kuna mtu atapata neema machoni pa Bwana asubuhi ya leo. Nasema tuko watu wengi, ni mtu mmoja tu atapata neema machoni pa Bwana, na ni wewe katika jina la Yesu. Tunasoma Mwanzo 9:25 mpaka 27. Tusome katika jina la Yesu. Akasema, na alainiwe Kanaani, atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Tusome, inaendelea. Akasema, na atukuze Bwana Mungu wa Shemu, na Kanaani awe mtumwa wake. Endelea. Mungu akamsafishe Yafeti, na akae katika hema za Shemu, na Kanaani awe mtumwa wake. Maliza na Mathayo 2:14. Napenda hii sana, ningetaka kwa pamoja tusome hii, kwa maana nitakupa ufunuo mkubwa ambao itakusaidia maisha yako yote. Angalia maandiko, nasema akaondoka akamchukua mtoto na mama yake, akaenda zake Misri. Sema Misri. Sema Misri. Uko na kamata nafasi yako na unashangilia Yesu. Chukua nafasi yako, chukua nafasi yako. Salimia jirani yako, mwambie utabarikiwa. Ambia jirani yako utabarikiwa. Haleluya. Kama vile baba alisema, ni Prophet Shalom ya Mungu. Natokea Kongo pasifasi ya vita. Lakini tunamshukuru Mungu, ameendelea kutupa pumzi ya uhai na kufika hapa. Ndio kwa maana ukiona naabudu zaidi yako, naomba zaidi yako, nina kitu inatuma niombe zaidi yako. Mtu ambaye hajawahi ishi vita hawezi kuomba sana. Lakini mtu ambaye anajua vita ni nini na Mungu akamuokoa, ana haki ya kumwabudu Mungu. Ndio kwa maana usinishangae ninapoomba zaidi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru Mungu kuwa hapa siku ya leo. Nashukuru mchungaji na mama mchungaji kukubali ya kwamba nisimame kwenye madhabahu hii. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ni neema kubwa kuwa hapa. Sema amen. Sasa kabla sijaingia katika somo langu la leo, niliambia watu Jumatano, Kiswahili imezaliwa Tanzania, ikaugua Kenya, ikafariki Kongo. Nikusema ya kwamba Tanzania wanaongea Kiswahili safi, lakini Kenya ikaugua kidogo kwa sababu Kiingereza iko mingi zaidi ya Kiswahili. Lakini ilipofika Kongo ikafariki Kongo. Ndio kwa maana ukisikia muda mwingine naongea vitu haistahili, ambia tu Mungu nisaidie, kwa sababu wewe uliumba lugha, nisaidie nielewe. Kuna mtu anaweza sema amen. Kuna mtu anaweza sema amen. Tuanze kazi ya Bwana. Amen, amen. Nitaongelea somo nasema uhuru katika Yesu. Sema uhuru katika Yesu. Uhuru katika Yesu. Sasa siwezi kuongelea uhuru katika Yesu na kanisa tujajua Yesu ni nani. Amen. Kuna watu wengi ambao wanasikia tu habari za Yesu, wanasikia wanasema Yesu, lakini hawajue Yesu ni nani. Nikaita watu India, nikawauliza Mungu wa India ni namna gani? Baba wakaniambia alikuwa mkubwa sana.
Mungu wa India ni mtu ambaye aliheshimika sana, mpaka sasa hivi wengi wanaenda kumwendelea kumheshimu. Nikawauliza, sasa Mungu wa India iko wapi? Wakaniambia Mungu wa India alipofariki hakuwahi kufufuka. Nikagundua ya kwamba kumbe hakukuwa mtu mkubwa, kwa maana alikufa akafufuka. Nikaenda Egypt nikauliza, wakaniambia palikuwa nabii mkubwa sana anaitwa Muhammad, alikuwa mkubwa, watu walimheshimu sana. Nikawauliza Muhammad iko wapi? Wakaniambia alifariki na hajawahi kufufuka. Lakini nikaita watu wa Israeli, nikauliza watu wa Israeli, mnaweza kunipa historia ya Mungu wenu? Watu wa Israeli wakaniambia Mungu pamoja nasi. Wakaniambia sema alikufa lakini siku 3 akafufuka. Nikaambia watu wa Israeli, sitatoka Israeli na sijaenda na ule Mungu. Ndio kwa maana nikatoka Kongo nikakuja na Mungu wa Israeli hapa Kenya. Nikakuambia kwamba Yesu nitakuzungumzia asubuhi ya leo, alikufa na siku 3 akafufuka. Sema amen, sema amen. Sasa habari njema nitakupatia. Alipokufa alikufa na kazi yako, alipokufa alikufa na ndoa yako, alipokufa alikufa na umaskini yako, lakini alipofufuka akusahau ndoa yako, alifufuka na ndoa yako. Alipofufuka akusahau kazi yako, alifufuka na kazi yako. Ndio kwa maana naweka mkono wangu wa kuume juu na kutabiria nikikuambia Yesu Kristo yu hai, Yesu Kristo alifufuka. Ni kusema kila kitu likufa kwa maisha yako itafufuka asubuhi ya leo. Kama unaamini sema amen. Kama unaamini sema amen. Niendelee nisiendelee? Vijana niendelee nisiendelee? Wamama niendelee nisiendelee? Kama kuna mtu anaamini aseme amen. Sikiliza sasa. Ukichukua maji baba, wanawasha moto, si ndio? Ukichukua maji uweke kwa moto, moto inazimika. Nikusema moto una ukali wake, una nguvu fulani, lakini ukichukua maji umwange kwa moto, moto unafanya nini mama? Inazimika. Nikusema maji ina uwezo zaidi ya moto, kwa sababu maji ina uwezo ya kuzima nini? Ya kuzima moto. Nikaangalia nikagundua mwanadamu ana nguvu sana. Mwanadamu anaweza kunyangua hii speaker, mwanadamu anaweza kunyangua hii kitu hapa, lakini kifo ikija mwanadamu anafanya nini? Anafariki. Nikusema ya kwamba kifo ina uwezo zaidi ya nani? Zaidi ya wanadamu. Lakini kuna Bwana umoja ambaye anaitwa Yesu Kristo. Maandiko nasema iko zaidi ya kifo. Nikusema kifo ilipokuja ndio alifariki, lakini siku ya 3 akafufuka. Nikusema ya kwamba niko na kutangazia habari ya mtu ambaye iko zaidi ya kifo. Nikusema magonjwa yako ni kitu kidogo kwake, umaskini wako ni kitu kidogo kwake. Kama alishinda mauti, atashinda magonjwa yako, atashinda umaskini wako, atashindwa kusarauliwa kwako, na atakuja kukutendea mema. Ndio kwa maana naweka mkono wangu wa kuume nikikuambia kwamba acha watu wote, lakini usiache Yesu Kristo. Kuna mtu anaweza sema amen? Kuna mtu anaweza sema amen? Sema uhuru katika Yesu, uhuru katika Yesu. Sasa tunamaliza soma Mwanzo, ni habari za Mungu na Nuhu. Maandiko nasema Mungu akagairi, Mungu akajuta kwa nini alimuumba mwanadamu. Jua ya kwamba kuna wakati Mungu alijuta mama kwa nini alituumba, kwa sababu vitu ambavyo wanadamu walianza kufanya, zambi ambao wanadamu walianza kufanya mzee, ikatuma Mungu aseme hapana, nitavuta mwanadamu mbele yangu, wanyama wote nitawavuta mbele yangu. Maandiko nasema ya kwamba Mungu akaongea na watu wake mbinguni, akasema nataka niharibu dunia, kwa sababu vitu ambavyo wanadamu walikuwa wanafanya ilikuwa vitu vibaya sana. Lakini namshukuru Mungu kwa maana maandiko nasema palikuwa mwanaume mmoja ambaye anaitwa Nuhu. Ingawaja wengine walikuwa wanafanya dhambi, lakini Nuhu alipata neema pachoni pa Bwana, na kupitia Nuhu maandiko nasema wanyama fulani
na watu wadogo fulani wakapata neema. Nabii, uko nataka kuongea nini? Nilitaka nikuambie ndugu mpendwa, unaweza kumdharau jirani yako, unaweza kumdharau pengine mchungaji wako, lakini usisahau ya kwamba kama leo Mungu anaendelea kukuacha wai, ni kwa sababu pengine ya maombi ya jirani yako. Pengine jirani yako akupe pesa, pengine jirani yako akupe nyumba, lakini maombi ambayo anakuombea kila siku inakufanya mpaka leo uendelee kuishi. Ndio kwa maana gusa jirani yako, mwambie sitakudharau. Mwambie sitakudharau. Mwambie sitakudharau, kwa sababu mtu anaweza kuwa atakupa chochote, lakini maombi ambayo anakuombea inaweza leta protection ya Mungu kwa maisha yako. Kama kuna mtu anaamini aseme amen. Niendelee nisiendelee? Maandiko nasema Mungu akamwambia Nuhu atengeneze safina. Sema safina. Wakatengeneza safina, wakaingia ndani ya safina. Paliingia Nuhu na watoto wake watatu. Wa kwanza anaitwa Shem, wa pili anaitwa Jafet, na watatu anaitwa Ham. Maandiko nasema baba, wakaingia ndani ya safina, Mungu akaharibu nini? Akaharibu dunia. Sema akaharibu dunia. Dunia walipotoka kwa safina, sitaki niingie pale, kuna ufunuo mengi. Walipotoka kwa safina, maandiko yananiambia ya kwamba wakabaki watu watatu duniani. Sema watu watatu. Tukabaki Nuhu na watoto wake watatu. Nikusema wakati ule, sinaona leo watu ni wengi duniani, lakini wakati Mungu aliharibu dunia palibaki tu watu watatu. Mungu akamwambia Nuhu, kupitia watoto wako nitaanza tena kutengeneza dunia na nitawabariki kwenye viwango vikubwa. Sema amena, nabii akupe ufunuo. Sema amena, nabii akupe ufunuo. Maandiko yananiambia Nuhu akakunywa divai, alipokunywa akabaki uchi, akalewa, akabaki nini? Akabaki uchi. Maandiko nasema Hamu akaingia ndani ya nyumba, akaona utupu wa baba yake. Sema utupu. Sema utupu. Alipoona utupu wa baba yake, maandiko nasema akaenda akaambia ndugu zake, njoo baba iko uchi. Akaambia wake zake na wa ndugu zake, njoo baba iko nini? Baba iko uchi. Maandiko yananiambia Shemu na Jafet wakakamata nguo, wakaenda kwa nini? Kwa nyuma. Walipofika kwa nyuma, wakavicha utupu wa baba yake. Nabii, uko nataka kuongea nini? Ukijifunza kuvicha utupu ya mchungaji wako, unapokea nusu ya baraka ya mchungaji wako. Nahisi ya kwamba watu hawajaelewa. Kuna vitu vingine hautavipokea kwa baba yako wa kiroho kwa maombi. Kuna engine utupu wa kanisa, ukiificha nje, ukiificha kwa waadui, Mungu wa kanisa ile atakubariki. Tunachukua washirika wengi wanabaki katika laana. Kwa sababu gani? Kwa sababu waliona utupu wa madhabahu, wakaenda tangaza utupu wa madhabahu. Ninafanya watu wengi wabaki ndani ya laana. Lakini wewe ambaye unaendelea kuficha utupu wa kanisa hii, unaendelea kuficha siri ya kanisa hii kwa wadui, jua ya kwamba Mungu wa madhabahu atakubariki. Nasema Mungu wa madhabahu atakubariki. Sema amen. Sulisikia mgeni atakuja, ndio kwa maana pengine ulikuja kanisani. Baba, ungeambia hao watu kisha wasikuje, ni aibu ungepata, kwa sababu nabii angehubiri viti. Nikusema hao watu kuja kwao hapa walifichika utupu wa kanisa, walifichika utupu wa baba yao. Ni kusema kabla hujatoka hapa, kwa sababu tulificha utupu wa baba yako, jua Mungu wake atakubariki. Nasema jua Mungu wake atakubariki. Kama unaamini sema amen. Maandiko yanasema ndugu yangu, wakaenda kwa nyuma wakafanya nini? Wakafinika. Sikiliza sasa. Nuhu akajua ndio watoto wake nini walifanya. Baba alipotoka kwenye usingizi, maandiko yanasema Nuhu akataka abariki watoto wake. Akamwambia Shem, sikiliza mwanangu, kwa sababu ulifichika, kwa sababu ulificha aibu yangu, utabarikiwa. Na ule ndugu yako ambaye aliona utupu wangu akaitangaza, atakuwa mtumwa wako. Sema amen. Akafika kwa Jafet, akamwambia Jafet, na wewe baraka zako zitakuwa kubwa na utatembea wewe na ndugu yako. Nikisema baraka zako na za ndugu yako Shemu zitatembea kwa pamoja, na ule Hamu ambaye aliona utupu yangu atakuwa nani? Mtumwa wenu. Sema amen.
Nikawaambia mwanzoni, Mungu aliharibu nini? Aliharibu dunia, na ilibidi kupitia watoto 3 wa Nuhu Mungu aanze kutengeneza dunia. Sema dunia. Sasa watu ambao walisoma teolojia, watu ambao ni wataalamu wa Biblia, ukiingia katika historia, maandiko yanatuambia tulipoangalia generation ya Shem, tukakutana ya kwamba ile wanaitwa Azia. Azia ni kizazi cha Shem. Sema amen, nabii akupe siri. Sema amen, nabii akupe siri. Nikusema Shemu alipoanza kuzaa watoto, nikusema ya kwamba kizazi chote cha Azia kilitoka kwa tumbo ya nani? Kwa tumbo ya Shemu. Amerika siko kule chini ya Azia. Brazil siko kule Azia. Israel siko kule Azia. Na kuuliza swali, wale watu wanabarikiwa wabarikiwe? Nijibu kanisa, wanabarikiwa wabarikiwe? Amerika wanabarikiwa wabarikiwe? Argentina wanabarikiwa wabarikiwe? Israeli wanabarikiwa wabarikiwe? Ni baraka ambazo Nuhu alizimpatia Shem, kwa sababu Shem alificha nini? Utupu. Niendelee nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Shemu sasa, ukisoma historia kwa wataalamu wa Biblia, wanatuambia kizazi cha Shemu njo Europa. Sema Europa. Kwa sababu Shemu alikuwa na mtoto anaitwa Gomer. Huyo Gomer alikuwa mtu mkubwa sana eneo huko za Roma. Alikuwa mtu mwenye uwezo mkubwa sana. Watu walikuwa wanamheshimu sana. Na kuna bahari kule Europa ilikuwa inaitwa kwa Kifaransa Jafetic. Jafetic ni kusema ilikuwa na jina ya ule Jafet ambaye ni mtoto wa Hamu. Kwa watu ambao wanasoma Biblia wataelewa nini niko naongea. Sasa Europa ni mji ambao ilibarikiwa sana. Ukienda Europa utakutana na Wafaransa. Ukienda Europa utakutana na Espanya. Utakutana hizo nchi kubwa. Na kuuliza swali, wanabarikiwa wabarikiwe? Wanabarikiwa wabarikiwe? Ukiangalia sasa baba, Amerika na hizo nchi zingine wanaendaka Europa, wanafanya mazungumzo ya gisi mambo yao ya biashara itaendelea. Nikusema baraka za Shemu na baraka za Jafet ziliungana. Nikusema wanatoka kule wanaenda saidiana kule. Niendelee nisiendelee? Sema sasa Hamu. Sema Hamu. Hamu njo ule aliona utupu wa baba yake. Maandiko yanasema Nuhu akamwambia Hamu, na Kanaani ilainiwe. Nikauliza Nuhu swali, ni Hamu aliona utupu wako, kwa nini utakapolaani hautalaani Hamu lakini utalaani kizazi yake? Acha nikuambie, kuna laana huko ndani, kuna jaribu unazipitia iko kwa sababu ulimkosea Mungu. Kuna zijaribu unazipitia kwa sababu pengine wazazi wako walimkosea Mungu. Lakini nilikuja kukupa habari njema, hautabaki katika laana za wazazi wako, kwa sababu Yesu Kristo alikufa msalabani ili mimi na wewe atutoshe katika hizo laana. Kama wazazi wako hawakufanikiwaka, wewe utafanyikiwa. Kama wazazi wako hawakuokokaka, wewe utaokoka, kwa sababu damu ya Yesu iliweka munara ambayo hautapokea tena laana. Nabii aendelee ache? Niendelee? Baba akasema Kanaani ilainiwe. Babangu, najua nasoma Biblia sana. Hamu alikuwa na mtoto anaitwa Kanaani. Hamu alikuwa na mtoto anaitwa Kush. Hamu alikuwa na mtoto anaitwa Misri. Kwa wakati ya zamani walikuwa Misraim. Misraim. Ukiangalia Kush njo Egypt, njo Ethiopia ya leo. Nikusema Kush njo Ethiopia ya leo. Sema Misri njo Egypt ya leo. Ni kusema Afrika ililainiwa. Sema laana. Njo kwa maana mimi na wewe tuko weusi. Jiangalie, tuko weusi sana. Niendelee nisiendelee? Mama, ukikamata sasa wale watu wa hivi, si mnawajua? Wakitengeneza sanamu wanaiweka rangi gani? Unaelewa? Lakini wakitengeneza shetani wanatengenezea waje. Nikusema kila kitu kieusi ni laana. Hata usiku ikifika, si muda mwingine tunaogopa kutembea kwa sababu ni giza. Nikusema watu weusi ni giza. Sema amen. Afrika ikalainiwa. Sema ikalainiwa. Kwa sababu gani? Babu yetu aliona utupu wa baba akaitangaza.
Sasa mimi na wewe tuko katika laana ya babu. Sema amen na nabii akupe sasa ufunuo. Baba, nipatie watoto wa Mungu ufunuo. Sema amen nikupe ufunuo. Tunasoma Mathayo 2:14. Anapenda maandiko. Maandiko yananiambia baba, ndio Nuhu alilaani, lakini Nuhu si sababu wewe ni mtumishi wa Mungu. Na mtumishi wa Mungu apashe kunywa pombe na akabaki uchi. Ndio Nuhu ulilahani. Ilibidi sasa Yesu Kristo atoke kiti chake cha enzi akuje kubadilisha ile ambayo Nuhu alifanya. Maandiko yananiambia katika Mathayo 2, Yesu akazaliwa. Sema Yesu akazaliwa. Sema Yesu akazaliwa. Kama wewe ni Mwafrika utasema Yesu akazaliwa. Kama wewe ni wa Europa usiseme. Kama ni Mwafrika sema Yesu akazaliwa. Kama wewe ni Mweusi sema Yesu akazaliwa. Maandiko yananiambia mzee, Yesu alipozaliwa vita ikaingia Israeli. Sema vita. Sema vita. Vita ikafanya nini? Ikaingia. Sisi watu wa Kongo, vita inapokuja tunakimbia. Nikikuja Tanzania, naenda tafuta uraia wa Tanzania ili ifanye ya kwamba niishi kwa amani. Nikija Kenya, sina tafuta uraia wa Kenya ili niishi kwa nini? Kwa amani. Baba, wakiniambia pengine rudi Kongo, ndarudi kweli? Sitafanya nini? Sitarudi. Sema vita ikaingia. Kwenye ulimwengu wa roho Mungu akaleta vita. Maandiko yananiambia mwenzangu, Mungu akamtokea Yusufu na Maria, akawaambia chukueni mtoto, mkakimbie usiku wa manane, mkaenda Misri. Sema Misri. Misri ni Afrika. Nikauliza Mungu swali, kwa nini hawakumpeleka Yesu Amerika? Kwa nini hawakumpeleka Yesu Ufaransa? Kwa sababu wanabarikiwa. Mungu akanijibu, akaniambia Afrika ilikuwa ndani ya laana. Afrika ilikuwa ndani ya giza. Ilibidi Yesu ambaye anaitwa nuru azaliwa wamupeleke Afrika. Ni kusema Yesu alipokuja Afrika alikuja kutuweka katika na ningelikuwa Kongo angetoa tu angesema amina. Yesu akatupeleka katika nuru. Ni kusema Yesu alipozaliwa na kwenda Afrika alikuja ili atutoshe katika laana za Nuhu. Niendelee nisiendelee? Nauliza tena baba swali, kwa nini Yesu hakumpeleka Amerika? Kwa nini Yesu hakumpeleka Ufaransa? Ndio kwa maana wanamuita nuru ya ulimwengu. Nikisema sisi Afrika tulikuwa ndani ya giza, tulikuwa ndani ya laana. Ilibidi wamchukue mtoto ambaye ni Yesu, watakapompeleka Afrika ili mimi na wewe ambao tulikuwa ndani ya laana tutoke ndani ya laana. Ndio kwa maana leo tuna Pastor Joel, ndio kwa maana leo tuna Prophet Shalom, kwa sababu kuna Yesu Kristo alitutoa ndani ya laana. Sema amen. Sema amen. Sasa Europa ina baraka za Nuhu. Unaelewa? Asia ina baraka za Nuhu, lakini Afrika tuna baraka za Yesu. Baba, nahisi Kenya watu hawajaelewa. Nasikia kama Kenya watu hawajaelewa. Nasema Afrika tuna baraka za Yesu. Baba yetu babu laani, lakini Yesu akatutoka katika laana. Acha nikuambie, wanadamu acha wakudharau. Wanadamu acha waseme. Wanadamu acha wazungumuze kila wanataka kwa maisha yako. Lakini Yesu Kristo atakubali waendelee, kwa sababu ulizarauliwa miaka mingi. Yesu ataitika waendelee kuzarauliwa. Kama wewe ni Mwafrika sema amen. Kama wewe ni Mwafrika sema amen. Piga kifua yako sema mimi ni mbarikiwa. Sema mimi ni mbarikiwa. Niendelee nisiendelee? Baba, wakachukua Yesu wakampiga fimbo, si ndio? Si walimchapa? Walichapa Yesu wa kumchapa. Wakachapa. Maandiko nasema wakamtemea mate. Niruhusu nishuke ili niwe mbele ya watu. Maandiko nasema wakamchapa nini Yesu? Fimbo, si ndio? Walipomchapa fimbo
wakamtemea. Tunajua historia. Ndugu yangu, itika kufanya kila kitu, lakini usifanye mzaa na njia ya msalaba. Narudilia, itika kufanya kila kitu, lakini heshimu njia ya msalaba. Babangu angetika kufa kwa ajili yangu. Pastor, hautakubali wakuvue mavazi kwa ajili ya hawa watu. Lakini kuna mtu, hapana, hii filamu mnaona, hapana, wanaweka filamu tu juu ya kuficha watoto wasione. Ule jamaa walimvua mavazi akabaki uchi. Unaelewa mama? Wakamweka msalabani. Nashangaa ninapoona watu wanaendelea ndani ya dhambi. Nashangaa kuona watu wanaendelea kutetana. Nashangaa kuona watu wanaendelea kuwa na tabia ya kishenzi. Wanasahau ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili yao. Huduma ina gharama baba. Huduma ina gharama. Mimi namwambia babangu, chezesha kila kitu, hapana huduma yangu. Chezesha kila kitu, hapana huduma yangu. Najua kwa Yesu alinitoa. Najua wapi Yesu alinilogota. Nasema najua wapi Yesu alinitoa. Mama, itika watu wa kudharau, lakini wakuachie Yesu. Afrika, itika watu waendelee kuongea, usisahau Yesu. Kwa maana babu yetu alitutupa, babu yetu alitulaani. Mzee akaitika toka kiti chake, aketika toka kwenye kiti. Hata presidenti wengi hawakubali kufa kwa ajili ya watu wao, lakini Yesu aliacha kiti cha enzi, aliacha kila kitu mbinguni ili tu aje anipe Prophet Salome heshima leo nikuwe nabii. Sikiliza vijana, msijidharau. Itika wazarau jana wako, usiitike wazarau Yesu iko ndani yako. Paulo akamwambia Timotheo, usiitike mtu wazarau jana wako. Kuna wamama wanazarau vijana, kuna wababa wanazarau vijana. Na kuuliza swali, Yesu aliposhuka duniani alikuwa mzee? Najua na ninaamini vijana wanaweza fanya zaidi ya wazee. Baba akasema kuna watu wase, kwa nini unapatia vijana? Ule ni mtoto hajaoka. Baba ni mtoto, bora mtoto wa kuzaliwa anajua ita mama. Ule hajaoka, hajajua kitu. Tunapiga marufuku kanisa ambazo zinaima vijana kufanya huduma. Yesu alikuwa na miaka 30 akafanya vitu vikubwa, na kama sisi ni vijana tutafanya vitu vikubwa. Sema amena. Isingelikuwa Yesu angesema amen. Paulo akasema si mimi naishi lakini Yesu anayekuhubiri, si Prophet Shalom, ni Yesu. Niendelee nisiendelee? Maandiko inaniambia wakamchapa fimbo, mzee akachapwa, wakamtemea mate. Baba, kulikuwa Muafrika umoja, Yesu wangu, palikuwa mweusi umoja, akaenda polepole kwa magoti, akaambia wale wazee, samani, naona huyu jamaa ameshaanguka mara ya kwanza, naona anaanguka mara ya pili, naona anaanguka mara ya tatu, nisaidieni nichukue tu msalaba wake nimsaidie. Wazungu walimtemea mate, walimchapa fimbo, lakini ule Mkushi ambaye alikuwa Mwethiopia alikuja akachukua msalaba wa Yesu. Kwenye ulimwengu wa roho alikuwa anasema, mzee wewe hauna kosa, ingawaje wanakupiga lakini hauna kosa. Tunakumbuka sisi wa Afrika tulikuwa ndani ya laana, lakini wewe ukakuja kututoa ndani ya laana. Akachukua msalaba wa Yesu akaipeleka mpaka Golgotha, ni pale wakatundika Yesu. Sasa Yesu akaniambia, nabii, nakumbuka ile wa Afrika walifanya kwa ajili yangu. Wengine walinitemea mate, wengine walinichapa fimbo, lakini wewe Mwafrika ulichukua msalaba wangu kanisaidia. Leo Yesu anaamua mwaka huu kabla hujaisha, Yesu anaamua kuja kukuambia nashukuru, kuja kukuambia Pastor John, nashukuru watu walinidharau lakini ukanisaidia msalaba. Ndio kwa maana Afrika inabarikiwa,
Nasema Afrika inabarikiwa. Usijidharau rangi yako, usijidharau Mwafrika. Leo una gari, leo una kitu, usijidharau. Yesu iko pamoja nawe. Nasema Yesu iko pamoja na wewe. Kwa nini Afrika mnalia sana? Kwa nini wamama mnalia sana? Kwa nini wababa mnalia? Yesu anakumbuka ulimsaidia msalaba. Ulimsaidia msalaba. Naheshimu njia ya msalaba. Naheshimu njia ya msalaba. Sasa Yesu anaamua leo kuja kukushukuru na kukuweka huru kabisa. Sema amen. Ndio kwa maana baba, ukienda Europa kuna watu wanaenda kanisani uchi. Uchi. Kuna mzee mmoja nilikuwa nafuata kwa Facebook, anafungua kanisa, anasema tunarudi katika agano za Adam na Eva. Hawakuwa navaa mavazi. Unaona mzee mzima, wa mama, wa baba wanaenda uchi kanisani, na wanapanda mazabauni na wanaweka msalaba, lakini wako uchi. Unaelewa? Leo ile ngambo mwanaume kwa mwanaume wanaweza fanya harusi, lakini Afrika nikiangalia hao mama, ona gisi mnajisitiri, unafunika mwili wako. Maandiko nasema mili zetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Acha nikwambie, hata haujaomba, hivyo hivyo tu unajifunika kwa sababu ya kuchunga mwili wako. Mungu atakubariki. Nasema Mungu atakubariki. Nikiangalia vijana gisi baba kule nilifika South Africa mzee, naona wazungu, mtu yuko nakuja na kakaputula kaumu, anakuja kanisa. Nikasema Yesu Kristo unisaidie. Pastor kaniambia usihubiri utakaso, utanipotezea washirika. Usihubiri utakaso, utanipotezea, uambie watabarikiwa. Nikamwambia mzee, kama onjo liniita nilipie tiketi nirudie, ndaitika nikose hela yako, lakini sitaitika kuvua Yesu. Tutahubiri kweli. Ndio kwa maana Afrika usijidharau. Kwa sababu gani? Kwa sababu unajisitiri, unaendelea kumwogopa Yesu, unaendelea kuheshimu matangazo, unaendelea kuheshimu wa mama, unaendelea kuheshimu wa baba, unaendelea kuheshimu vijana, na kuhakikishia Yesu atakubariki. Kuna mtu anaweza sema amen? Sema amen, niendelee. Sema amen, niendelee. Wakakamata Yesu wakamweka msalabani. Yesu msalabani akasema yote ni kusema Afrika, ninaamini siku Yesu atarudi. Atarudi Afrika. Nasema atarudi Afrika. Hautaona kwa wazungu kijana na ubiri. Ni Afrika utaona vijana wanahubiri. Ni Afrika utaona wadada wanamuimbia Yesu, kwa sababu baraka hizo za Baba Mungu alitumiminia hazo. Kwa sababu gani? Tulimsaidia msalaba. Kuna mtu anaamini? Wakamweka Yesu msalabani, akaomba maji ya kunywa, wakamletea maji ya uchungu. Maandiko nasema wakakamata mkuki, wakaiweka kwa mbavu, damu na maji ikatoka. Pale pale askari akapiga magoti, akasema alikuwa mwana wa Mungu. Nini niko nataka kuongea? Kila kitu ambao uko naitafute iko ndani mwako. Kazi unatafute iko ndani yako. Ndoa unatafute iko ndani yako. Biashara unatafute iko ndani yako. Itika waadui wakuje na mkuki wakuweke. Mungu hataitika waadui yako wakuue. Mungu hataitika waadui yako waje wakuweke mkuki. Watakapokuweka mkuki, ni pale baraka iliyoko ndani mwako itatoka. Nahisi watu hawaelewe. Nahisi Kenya watu hawaelewe. Vijana, itika watu watudharau. Zaidi wanatudharau zaidi, wako natoa vitu vya Mungu vilioko ndani mwetu. Zaidi wanatuona tuna thamani, zaidi kitu cha Mungu kilioko ndani mwetu Bwana akifanya kitoke na watu watuheshimu. Kama nabii naweka mkono wangu wa kuume juu, ile kitu iko ndani mwako itatoka leo na waadui yako watakuheshimu. Ndio kwa maana Afrika usilie tena. Kwa nini mnalia? Baraka iko ndani mwako. Itika watu waje wakusengenye, wakuongee vibaya, pale wataendelea kukusengenya, ni pale Bwana atakuinua. Nasema ni pale Bwana atakuinua. Mtu anatoka anaenda kusengenya hapa, si ndio?
Si anasengenya. Anatoka anaenda kusengenya hapa. Bila kujua iko na kuvumisha. Wakati Mungu atakubariki, wale waadui ndio watakuja, watakupigia magoti. Maandiko nasema wale wazungu wakampigia Yesu magoti msalabani. Kumbe alikuwa mwana wa Mungu. Muda wa Bwana umefika. Afrika heshima nataka rudia. Inaiongea kama nabii. Aliniambia jana, muda umefika. Afrika heshima nataka rudia. Narudilia. Kama mafuta baba yangu limwangika kichwani kwangu, nikaanza ona kama nabii. Naiongea mbele ya kanisa na mbele za Mungu. Heshima ya Afrika inataka kurudia. Kwa sababu gani? Kwa sababu kungali wakina Pastor Joel anaitika jizarau, lakini apige magoti aombe. Kuna wamama ambao wanaitika waache kazi, lakini wapige magoti wafanye nini? Waombe. Yesu atarudia Afrika. Nimalizie kusema hivi. Baba, mfalme hawezi ikaa fasi ambapo hakuna dhahabu. Si ndio? Mfalme hawezi ikaa fasi ambapo hakuna mali. Mimi naamini Yesu ni mweusi. Unaona wanacheka kwa sababu walitufunza sana mongo. Naamini Yesu ni mweusi. Niulize kwa nini? Niulize kwa nini? Ndakujibu. Ukiona nabii anakuja na kuambia niliona Mungu lakini mzungu, nitapeli. Kwa nini uliniumba mweusi lakini utakapokuja kuniongelesha uniongeleshe kama mzungu? Ni kusema akienda kwa wazungu atenda kama mzungu, akija kwa weusi atakuja kama weusi, kwa sababu Mungu ana rangi. Watu wanakuja, niliona mtu malaika mweusi, mzungu. Na mwingine, baba niliota mtu anavaa kanzu lakini mweusi, shetani. Hapana. Walituhubiri vibaya. Ni kusema Yesu akikuchomokea atachomoka kwa rangi yako. Najua kwa maana mimi nasema mimi naamini Yesu ni mweusi. Alisema tuumbe mwanadamu kwa mfano. Mimi ni mfano wa Yesu, akanifanya mweusi. Ni kusema na yeye ni mweusi. Kuna mtu anaamini mfalme haezi baki fasi hakuna nini? Dhahabu. Afrika kuna hela. Afrika kuna dhahabu. Niendelee nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Baba, ukikamata hiyo nani ya jiografia, wanaweka Europa, Asia, Afrika na mengine huku hivi. Maandiko nasema katika Mwanzo, hapo mwanzo maandiko nasema kwamba Roho wa Mungu ilikuwa katikati ya maji. Kuna watu wanasoma maandiko hapo. Nikusema dunia ikukua, Bwana roho yake ilikuwa katikati. Yaani wakati ule ulikuwa nini? Katikati. Haikukua pembeni, ilikuwa katikati juu ya maji. Nikaangalia hiyo, nikaangalia Europa ni juu, Mungu hakukua juu. Asia ni huku, Mungu hakukua huku. Ilikuwa kati. Ni kusema kabla dunia haijakuwa, Mungu alikuwa Afrika na dunia haijaumba. Ningelikuwa Kongo watu wangesema amin. Kabla dunia haijakuwa, Afrika haijakuwa, Europa, Asia, roho yake ilikuwa katikati. Ni kusema kabla hata Mungu hajaanza kuumba, roho yake ilikuwa Afrika. Ni kusema Afrika tumebarikiwa kwenye viwango vikubwa. Ndio kwa maana wanatupiga vita. Ndio kwa maana tunateseka. Ndio kwa maana tunazaraulika. Kwa nini? Kwa sababu tuna kitu kikubwa. Angalia, mti ambao ina matunda haizi kupigwa. Ni kusema Afrika tuna matunda, ndio kwa maana tunapigwa. Ndio kwa maana usijizarau kwa mtu mkubwa. Nasema usijizarau kwa mtu mkubwa. Baba, napokea mtu kanisani kwetu alikuwa mzungu. Naona washirika wanaitana wengi mpaka nje. Nasema mimi nikihubiri hatufika hata 100. Lakini kwa sababu ni mzungu mnakuwa wengi. Nasema wa Afrika mutoe ujinga. Tuheshimu hao wazee wetu weusi. Mungu aliongea nao na aliwabariki. Niendelee nisiendelee? Ilikuwa katikati. Kwetu Kongo niliambia mzee, unaona hizo dhahabu hizi. Hiyo dhahabu, si mnaona alimasi? Sisi kwetu watoto wanacheza nayo. Unaelewa? Watoto wanachukua na
wananunua kwa 10,000, ndogo sana, lakini ikitoka iende Amerika unaweza nunua ndege. Unaelewa mama? Unaweza nunua ndege, lakini huko Afrika si tuna. Sasa kama Mungu ni mfalme wa wafalme, ni kusema anapasha baki fasi kuko dhahabu. Ndio kwa maana alipozaliwa walileta dhahabu. Hii wiki kuja nitakupa ufunuo. Watu hawajue kwa nini wa majusi walileta dhahabu. Hautakutana Europa, dhahabu iko Afrika. Ni kusema ya kwamba Yesu kwa sababu ni mfalme inabidi wamuletee dhahabu, kwa sababu iko katika mazingira, amezaliwa katika mazingira ya watu wenye dhahabu. Niendelee nisiendelee? Nikienda kwa pasta naona kuku, siziko. Nilikuwa Tanzania, niliona watu wanafuga ng'ombe sana. Mnaelewa hiyo kitu? Mambuzi, siziko. Simunazo nyumbani. Mangombe simunazo. Simunazipenda sana. Yesu alipozaliwa alizaliwa wapi? Baba, niko napatia watu ufunuo. Yesu alizaliwa wapi? Alizaliwa hospitalini? Si walimkataa? Kwa sababu ni Muafrika na inabidi abaki katika mila ya Afrika, alienda zaliwa fasi kuko wanyama. Ni maandiko, haiko maandiko. Alizaliwa wapi? Kulikuwa ng'ombe, kulikuwa mbuzi, kuku pembeni. Kisha majusi anamletea na dhahabu fasi ya ng'ombe. Ni kusema wangepaswa peleka dhahabu kwa wafalme kule, lakini wakaileta pale. Ni kusema walikuwa nakamilisha kumwambia anayezaliwa akuja tu kwa sababu ya wazungu. Walimkataa, sisi wa Afrika tukamkubali, ndio kwa maana ndio kwa maana hatutaitika watoto wetu wanaume kwa wanaume kuoana, wanawake kwa wanawake kuoana. Hatutaitika uzinifu, hatutaitika usharati, hatutaitika pombe, hatutaitika bangi, kwa maana Yesu iko ndani mwetu. Sisi tunaishi, lakini ni Yesu alituweka huru. Nasema alituweka huru. Sema amena. Ndio kwa maana niko kijana, lakini nikihubiri sihubiri kama kijana. Baba, mimi niliambia vya Mungu, siendelee kuniita kijana mzee. Mimi siko kijana. Mimi siko kijana, hapana. Nikiita kijana utawata nizarau. Ndio kwa maana inabidi nioe mapema. Siko kijana. Niko mzee, aliyo ndani mwangu ni mzee. Ndio kwa maana mimi sihubiri tu vijana, hapana. Sihubiri tu watoto, hata watu wazima inabidi wasikie habari za ufalme wa mbinguni. Wakasema aseme ile watayaficha, mimi Yesu ndawafunulia. Mara mingi walitudharau, watu walituhubiri uongo, lakini Yesu akatupatia wa Afrika, hasa vijana, akatupatia utukufu wake, tukavaa utukufu wake. Leo natupa ufunuo na tunahubiri habari njema, na ulimwengu iko natusikiliza. Ni kwa sababu gani? Yesu alituheshimisha, wakamletea dhahabu jamaa. Ndio kwa maana hata bia Mungu Kongo mzee umnyang'anye kila kitu, lakini wanyama wake anaheshimu sana. Kila kuangalia, unaona Afrika, si unaona Yesu na kazaliwa. Acha nikupe ufunuo mwisho, tuombe. Baba, kiangalia katikati, anasema roho yake ilikuwa katikati ya nini? Katikati ya maji. Niseme nisiseme? Hiyo maji iko wapi leo? Kuna maji inachukua Rwanda, inachukua Burundi, inachukua Kongo, inachukua Tanzania, na inachukua kidogo Kenya. Inaitwa Tanganyika. Nikiangalia wananiambia humo ndani baba pana wanyama makubwa. Hizo si wanaita samaki. Kwetu ni samaki. Sijui kama Kenya ni samaki. Zinaheshimika sana. Ni mojawapo kubwa Afrika. Unaelewa? Kuna hiyo wanaita Victoria. Ni mojawapo ya kubwa Afrika. Nikauliza Mungu, sasa sitaangalia hizo bahari za Europa au kukua huko. Sasa wanasema ulikuwa katikati. Kama ulikuwa Afrika katikati, ukiangalia katikati ya Afrika kuna Kongo hapa, kuna Rwanda, Tanzania, si Kenya iko hapa hivi. Nikusema hiyo katikati yote pale, Mungu alikuwa katikati pale. Mguu wake mmoja ilikuwa Kenya, mguu mwingine ilikuwa Kongo, mkono mmoja Tanzania, mkono mwingine Burundi, kichwa kama sijue Rwanda kama wapi. Nikusema kwamba sisi watu wa East Africa ndio kwa maana wanatupiga vita sana, kwa sababu wanaona utukufu wa Mungu iko kwetu.
Ukitafuta wahubiri wakubwa utawakuta Kenya. Ukitafuta wahubiri wakubwa Kongo ya wako wengi. Ukienda Rwanda wengi, ukienda Burundi wengi, Tanzania wengi. Sawa. Kwa nini ni wengi? Kwa sababu tunampokea baba yetu ambaye ni Yesu. Anatufunulia siri ambazo anazivicha wengine. Ndio kwa maana baba, wiki inakuja nitapana tofauti kati ya mtumishi na mwana. Mtumishi ni kusema baba, mtumishi wako nyumbani unaweza mwambia akorope, unaweza mwambia pengine apige chakula, lakini mama hautamwambia wapi ulivicha pesa. Utamwambia. Lakini mwana utamwambia au jamaa, kuja mwanangu, naenda lakini chumbani eneo fulani nimefichika kitu fulani, jitahidi ulinde, utunze. Ni hivyo katika ulimwengu wa roho. Kuna vitu Mungu ataviambia watumishi, ataviambia mwana. Kuna vitu Mungu ataambia wanabii, atakuambia wewe. Ndio kwa maana nabii wa maisha yako ni wewe peke yako. Bwana anaweza niambia nikuambie kitu, lakini ile ya siri atakuambia peke yako. Sisi wanabii tunakuja kukamilisha ile Mungu alikuwa ashakuambia ndani ya ndoto, pengine kwa mawazo, pengine kwa kuona. Ndio kwa maana hiyo kinywa chako ni kinywa cha kinabii. Kila kitu utatamka Bwana ataifanya. Ndio kwa maana usijidharau. Nasema usijidharau. Sisi kuikala hapa ifanye ya kwamba tuko wakubwa zaidi yako. Bila wewe kanisa hakuna. Ndio kwa maana uko mtu wa samani. Baba kaongea akasema usiweke tu moto kwa kiti, tumika kanisani, kwa maana uko nabii hapa kanisani. Nikaambia vijana jana, msikubali watu wawadanganye, msikubali wanabii watapeli wawatabirie. Mko wanabii wa maisha yenu, mko wanabii. Ndio kwa maana tukiomba usiniangalie. Ndeza kuambia jina ya babako na itakusaidia. Ndeza kuambia namba yako na itakusaidia. Mzeko naona vijana situko na tabiri. Hatuko na tabiri. Baba hajaniambia kitu, lakini ila itoshi. Kwa nini nikutabirie? Kutabiria itupeleke mbinguni. Neno, sema neno. Sema neno. Sema neno. Napenda neno kuliko kila kitu duniani. Ndio kwa maana Mungu anaweza niambia mama atakubariki. Nakuja ngambia Mungu anasema atakubariki. Lakini njia ya kupitia hiyo baraka atakwambia peke yako. Kwa sababu akiniambia pengine ni milioni utapokea, tameta niingie. Ndakwambia leta nusu. Sasa Mungu ananificha mimi mtumishi, wewe ni mwana. Nakwambia mwanangu, ishi utakaso, mwanangu omba sana, mwanangu fanya hivi, utakapopokea ni siri anakupatia. Lakini mimi tu aliniambia kwa nje. Ndio kwa maana kuna tofauti kati ya mtumishi na nabii. Baba niseme nisiseme? Hii ni introduction ya wiki, sema amen. Ambia jirani yako sikose wiki. Ambia jirani yako sikose wiki. Musa alikuwa mtumishi wa Mungu. Nuhu alikuwa mtumishi wa Mungu. Daudi alikuwa mtumishi wa Mungu, lakini walishindwa mission. Daudi alishindwa. Kwa sababu gani? Alichukua mke wa askari wake. Mungu akamwambia Daudi, hautatengeneza hekalu kwa sababu mikono yako. Musa aliingia Kanaani. Musa hakuingia. Alikuwa na mission kubwa. Lakini Mungu akamwambia utaona hautafanya nini? Samsoni alipenda wanawake sana. Mungu akamwambia kaa pembeni. Lakini Yesu alipokuja, hakukuja kama mtumishi, alikuja kama mwana. Ndio kwa maana wakati ya ubatizo maandiko yanasema alipomaliza kubatiziwa, sema madhabahu. Niko nasikia kwa radio wako nasema sana kuhusu madhabahu. Baba ndaongea hii wiki kama nabii kuhusu madhabahu. Maandiko yanasema alipobatizwa mbingu ikafunguka. Akasema huu ni mwana. Akusema mtumishi, alisema mwana. Nikusema watumishi wanaweza shindwa mission, lakini wana wa Mungu hawashindwe mission. Ndio kwa maana zaidi ya baba yetu kuitwa mtumishi ni mwana wa Mungu. Na wewe uko mwana wa Mungu. Kama unaamini uko mwana wa Mungu sema amen. Watumishi ni wale wanajiringa. Kwa sababu niko nabii, kwa sababu niko mtoto wa askofu na tabiri Pastor Joel pengine atabiri acha ni mzara. Hapana. Mwana wa Mungu anashuka. Mwana wa Mungu anafanya nini? Anashuka.
na hivyo hivyo kisi unaendelea kushuka, Bwana atakubariki. Ndio kwa maana ngambo kule ni watumishi, lakini Afrika tuko wana, tuko wana. Ndio kwa maana baba yangu anaweza kupokea kila mtu ofisini, so ni mwana. Kwa wale wengine hela inabidi uende upige magoti. Hapana, hatutapigia mwanadamu magoti. Yesu Kristo. Kuna mtu anaamini? Shimama tuombe. Kuna mtu anaweza shangilia Yesu hapo? Rakantele braidegos rabababa shekete. Ningetaka sasa Yesu akuhudumie. Hapana nabii, Yesu. Ningetaka sasa Yesu ahudumie maisha yako. Afrika ulijizarau, ulizarau rangi yako, lakini leo nakupa siri ambayo ya kuweka huru, siri ya kufanya uheshimike. Ndio kwa maana pale kwenye huko ningetaka sasa ujiombee, uambie Baba, niko hapa siku ya leo. Nasikia nguvu inataka shuka ndani ya mkutano. Kuna wale Bwana atawagusa, atakaposhimama utasimama mtu wa kawaida. Kuna wale wanataka kujazwa Roho Mtakatifu. Kuna wale wanataka kujazwa uwepo wa Roho. Rabo shekete. Kuna wale wanataka pokea neema ya kinabii. Kuna wale wanataka pokea neema ya kiuchungaji. Kuna wale wanataka pokea neema ya wabishop. Kuna wale wanataka pokea neema. Ni leo. Pandisha keyboard. Ni leo, ni leo. Ni leo. Sitakuombea. Kama unachunga nikuombea, sitakuombea. Rabababa shekete. Rikomrebo shaka. Ambia Baba, niko hapa. Ambia Yesu, niko hapa. Ambia Yesu, niko hapa. Kenya, ndugu zangu, tuombe. Anza ambia Baba, niko hapa. Ambia Baba, nakumbuka njia ya msalaba. Nakumbuka damu ya Yesu ni damu yenye nguvu. Omba, 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 omba. Pandisha sauti yako. Sitakugusa, lakini Yesu atakugusa. Sitakugusa, lakini Yesu atakugusa. Kuna wale watasikia nguvu inaingia ndani ya mishipa. Kuna wale watasikia nguvu inaingia ndani ya miguu. Kuna wale watashikwa na nguvu. Kuna wale watatembelewa. Naona neema kwa vijana. Naona neema kwa vijana. Vijana wenzangu tuombe. Wamama tuombe. Naona uamsho inakuja kwa kanisa hili. Uamsho mkubwa sana. Omba, omba, omba. Ambia Baba, niko hapa. Rakata ya Baba. Wanadamu hawezi kutusaidia, lakini Yesu. Naona watu wanaanza kuomba. Wengine watasikia hata nguvu na wakosa ndani ya miguu. Wengine watasikia wanaregea. Ni roho ile nataka kukushika. Ni nguvu za Roho. Ni nguvu za Roho. Omba, omba, omba. Omba, omba, omba. Naona neema inashuka ndani ya mkutano. Nani mtu wa kwanza Bwana atatembelea? Nani mtu wa kwanza Yesu atagusa? Nani mtu wa kwanza? Ya. Kule nyuma naona neema. Kule nyuma naona neema. Rabababa shehe. Naona wengine wanalia. Yesu anakumbuka Afrika ulimsaidia. Watu walimsarau, lakini ulimsaidia msalaba. Ulimsaidia msalaba. Baba, isingelikuwa wewe vijana tungehubiri. Isingelikuwa wewe hatungepata heshima. Baba, tuko hapa. Lilia Mungu wako. Ambia Baba uko hapa. Ambia Baba uko hapa. Naona neema. Naona neema inashuka. Neema inashuka. Omba, 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 omba. Omba, 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 omba. Omba, omba, omba. Vijana tuombe, wamama tuombe. Hakikisha jasho na kutoka. Hakikisha jasho na kutoka. Jikaze, jikaze, jikaze. Pandisha sauti yako zaidi ya jirani yako. Pandisha sauti yako zaidi ya mhubiri. Rakata ya Baba, rababa shekete. Rakata ya Baba. Omba, omba, omba. Mungu akubariki Baba. Kule nyuma naona watu wanaomba. Naona watu wanaomba. Naona watu wanaomba. Wanasema wamama ni nguvu. Wamama ni nguvu ya kanisa. Wamama tuombe. Maandiko nasema wamama waliomba, Petro akatoka ndani ya gereza. Wamama tukiomba, watu
kufunguliwa. Omba, 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 omba. Wamama ni kichwa ya kanisa, wamama ni kichwa ya nyumba. Tukiomba Bwana atafanya. Naona wengine wanaanza kulia, wengine watasikia neema inawashukia, wengine watasikia nguvu inawashukia. Sitamgusa mtu, lakini Yesu atakugusa, lakini Yesu atakugusa, lakini Yesu atakugusa. Raba shekete raba baba rekataya baba shedele brairegosh rekombra katalia mande. Omba, omba, omba. Ambia Baba niko hapa, ambia Yesu niko hapa. Mamangu, Mungu akubariki. Naona kuna watu wanaomba. Yesu wewe, Yesu wewe, watu wanaomba. Yesu, watu wanaomba. Yesu, watu wanaomba. Naona watu wanaomba. Naona vijana wanaomba. Vijana wenzangu, tuwashe moto vijana. Piga mikono vijana. Anza kuomba, anza kuomba. Tuwashe moto. Waliniambia leo ni ibada ya vijana. Vijana tuwashe moto. Yakataya baba baba. Rababo shekete. Rabashea. Rakataya baba. Rababo shekete. Rikataya mande. Aramande. 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 Kabaya, kabaya, kabaya. Yesu tuko hapa. Yesu tuko hapa. Yesu tuko hapa. Yesu tuko hapa. Naona watu wako naomba. Naona watu wako naomba. Nguvu inaenda kushuka. Nguvu inaenda kushuka. Unaanza kushika watu. Unaanza kushika watu. Unaanza kushika watu. Nguvu za Roho Mtakatifu. Neema ya Roho Mtakatifu. Neema ya Roho Mtakatifu. Usiangalie, angalie. Funga macho yako. Angalia Yesu ili Yesu akuhudumie. Naona neema inashuka ndani ya mkutano. Naona neema inashuka ndani ya mkutano. Naona neema inashuka ndani ya mkutano. Naona neema inashuka, inashuka, inapenya. Yes, 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 yes. Kabla sijapana microphone, hakikisha kuna mulilia Mungu wako. Hakikisha kuna mulilia Mungu wako. Baba, tunakupenda. Yesu, tunakupenda. Yesu, 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 tunakupenda. Yesu, tunakupenda. Yesu, tunakupenda kuliko kila kitu. Yesu, tunakupenda kuliko kila kitu. Yesu, tunakupenda kuliko kila kitu. Uinuliwe Jehova, uinuliwe Yesu Kristo. Sikiliza sasa, hata katika ukimya Bwana anaweza kufanya. Hata nataka aongee na moyo wako. Hata katika ukimya anataka aongee na moyo. Naona kuna watu waine neema ya Roho Mtakatifu inataka kuwaangukia. Hata katika ukimya anaweza fanya. Ndio, utasikia ataongea na moyo wako. Utasikia sauti yake kwa masikio yako. Mahitaji uliomba sana na kuja kujibu. Shida iliyokusumbua na kuja kujibu. Wewe ni nabii wa maisha yako. Usijizarau. Kuna kitu anataka sema na wewe sasa hivi. Hapana kesho, sasa hivi. Kuna watu wanaanza kuisikia. Rabashedele braide gosh rekombradaga shekete rababo shakayamande le braide gosh. Utasikia anaanza kuzungumza na wewe. Kuna wale watasikia nguvu. Kuna wale watasikia nguvu inashuka kama upepo. Inashuka kama upepo. Enjoy ile watu wanaanza kuisikia. Nasikia watu wanaanza kuisikia. Nini anakuambia? Anakuambia nini? Aseme anakupanguza machozi. Anakuambia nini? Aseme anataka kufanya wadui yako akupigie magoti. Anakuambia nini? Aseme anakuja kuleta ilisi iliyofungwa naenda kuifungua. Anakuambia nini? Aseme anaenda kuleta heshima. Watu watasikia nguvu ile. Ni watu waine, ni watu waine. Ni watu waine wataisikia. Mungu atawazungumza. Watakosa hata nguvu. Maandiko yanasema waliposikia sauti Musa alikosa hata nguvu akapiga magoti.
Kuna watu watasikia sauti ile inakuja na nguvu fulani. Maandiko yanasema ni simba la kabila la Yuda, linakuja na nguvu. Kama ni magonjwa njoo unayo, utakaposikia sauti ile magonjwa yanakimbia. Rababa shekete. Naona neema ya Mungu kwa ule mama pale nyuma. Naona neema ya Mungu kwa ule mama anayeweka kitambaa juu ya macho. Naona neema juu yake. Rababo shekete. Kuna watu nilisema ni watu waine. Wa kwanza ule, nani wa pili? Wane wa pili, ndio kule nyuma. Naona neema kubwa. Naona neema kubwa. Naona neema kubwa. Usiangalie, funga tu macho yako. Yesu anaanza zungumza na wewe. Yesu anaanza kuzungumza na wewe. Hata huyu mama kwenye kiti ya pili, naona neema. Naona neema pembeni ya ule baba. Naona neema kwa ule mama. Iko pembeni ya dirisha. Naona neema. Naona neema. Bwana anakuja kupanguza machozi. Bwana anakuja kupanguza machozi. Rakata ya baba. Naona watu Mungu anaanza kuwahudumia. Nilisema sitagusa mtu. Yesu atakuhudumia. Yesu atakuhudumia. Iko naifanya katika ukimya. Hata kwa huyu mama hapa naona neema. Inashuka. Inaanza kugusa. Inaanza kugusa. Jiachie Bwana kuguse. Jiachie Bwana kuhudumie. Jiachie Bwana kuhudumie. Jiachie Bwana kuhudumie. Rababa shekete rekombra debosh. Shemasi ingia ndani ya mkutano. Mungu anaanza kuhudumia watu wake. Najua Mungu wa kanisa hii, Mungu wa madhabahu hii, Mungu wa Pastor Joel, Mungu anaanza nani anasikia ile nguvu niko nasikia? Mbona ni nguvu kubwa sana. Rakata ya baba shekete rikombra daga shayaba. Ingia nyuma ya huyu mama. Naona neema. Hata mwingine akuwe nyuma ya ule mama. Naona neema. Watu wanataka sikia nguvu. Watu wanataka sikia nguvu. Inataka kuwashika. Pokea kwa jina la Yesu. Kuna wale watakosa nguvu. Kuna wale kule nyuma. Saidia watu. Neema inashuka. Pokea fire Holy Ghost. Ndio. Kuna watu Bwana anaanza zungumza nao. Tafadhali kanisa usiangalie. Taka na wewe Mungu akuhudumie. Nilisema ni watu waine. Rababa shekete. Rakata ya baba. Riaba sheke. Naona neema. Washemasi waingie ndani ya mkutano. Wasaidie watu hao. Walete wapige magoti. Ule ambaye anashikwa leta huko mbele. Ule ambaye anashikwa leta huko mbele. Apige magoti hapa mbele. Ukijisikia hata ulale chini. Utakaposimama, utasimama Bwana na kuinua. Saidia. Leta watu huko mbele. Washemasi wengine ndani ya mkutano. Naona Bwana anaenda kugusa watu. Naona Bwana Jeke, pandisha keyboard yako. Hata neema inakuja kwako Jeke. Utasikia nguvu na kuingia ndani ya mikono. Rababa shea. Saidia. Leta watu huko mbele. Leta ule ambaye anaanguka. Atakaposimama, atasimama ni mtu mkubwa. Leta watu huko mbele. Saidia. Fire. Kuna watu mapepo tawatoka. Walifungwa miaka. Bwana anaenda kuwafungua. Fire. Moto. Fire Holy Ghost. Naona neema. Leta watu huko mbele. Saidia. Watu ni wengi. Saidia. Kuna neema. Fire. Kuna vitu itawatoka. Watawaachia. Baba leo tuliongelea kuwa huru katika Yesu. Leo utakuwa huru. Magonjwa itakuachia. Leo utakuwa huru. Mungu wa madhabahu, natoa moto kwa madhabahu. Yende na ile mkutano. Pokea. Leta watu. Saidia. Neema. Bado. Watu ni wengi. Sema ingia ndani ya mkutano. Saidia. Arabababash. Pokea mamangu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Leta wengine. Watu ni wengi. Hata kwa vijana. Naona moto kwa vijana. Vijana tia mikono juu. Nguvu za roho. Nasabia 1, 2, 3. Vijana pokea. Neema pokea.
weka mbele, weka mbele. Pokea kwa jina, pokea kwa jina, pokea kwa jina. Vijana tia mikono juu, tia mikono juu. Pokea. Fire. Saidia. Pokea kwa jina. Weka mikono juu. Leo watu watajaza roho. Leta mama huko mbele. Naona neema kubwa hapo. Pokea kwa jina. Kanisa mzima tia mikono yako juu. Leo utakuwa huru. Leo utakuwa huru. Leta vijana, saidia ule mtoto. Ona Mungu, ona Mungu, ona vile Mungu anafanyaka. Mungu, ona mtoto anasikia nguvu. Ndio. Saidia mtoto, weka chini pole. Mungu wa mitume na manabii, uliniambia utafanya. Na sabia 1, 2, 3. Pokea moto. Fire. Weka mikono yako juu. Kuna neema inaingia ndani ya mkutano. Jeke punguza kidogo. Ninaona neema inaingia. Anafanyaka kwa ukimya. Ninaona neema inaingia. Kuna watu walizarauliwa miaka. Kuna watu walikosa heshima miaka. Leo Bwana anaenda kuirudisha. Mamangu tia mikono juu. Mimi na Mungu anakuinua sana. Rababa shekete rikombra. Naona neema kubwa juu ya huyu mama. Ni kubwa. Naona ni kama watu wengi wanakuzunguruka huko katikati yao. Mungu ananiambia wewe ni kiongozi mkubwa. Kuna roho ya kiongozi kujuka. Mungu akusaidie mamangu. Mungu akusaidie. Naona kazi kubwa iko nyuma yako. Kazi kubwa ya kuongoza watu wakubwa. Pokea mamangu, pokea nguvu hii mama. Atakuwa mtu mkubwa baba, si mtu, lakini ameona katikati ya watu wengi kama wamama, watu wengi wanamzunguka. Mungu ananiambia nenda mpatia kazi kubwa yenye heshima. Wamama tieni mikono juu. Naona wiki Mungu atafanya vitu vikubwa na wamama. Cheni mikono yako juu. Rakataya baba. Fire. Neema. Tia mikono juu. Ndani ya mkutano Mungu ananiambia bado kuna watu ndani ya mkutano. Kuna watu ndani ya mkutano. Bwana anataka wahudumie. Kuna watu ndani ya mkutano. Bwana anataka wahudumie. Rababababababa shete rekombra regosh. Nisaidie nikuje huko. Mimi naona neema huko. Mimi naona neema kwa udada huyu aliimba huyu. Naona neema kubwa. Shema singia nyumake. Beba kule mbele. Naona neema hapo. Weka mikono yako juu. Kijana mwenzangu, weka mkono wako juu. Leo ni siku yetu. Leo ni siku Bwana atatuhudumia. Nasema mara 7 Yesu. Ukisema Yesu unalalamika Yesu atafanya kitu. Naenda kusabia mara ya kwanza kanisa nzima. Lalamika, sema Yesu. Jina la Yesu ni jina kubwa. Rakataya baba. Pokea wewe dada, pokea kwa jina la Yesu. Pokea. Inaanza pokea. Shemasi saidia. Beba kule mbele. Saidia. Kuna neema. Pokea. Shemasi saidia hapa. Huyu dada ana neema. Utakuwa mtu mkubwa wewe. Saidia, beba kule mbele madhabahu mhudumie. Msaidie mnyangule. Ya nakuja huko nyuma. Naona neema kwa huyu mama. Nilisema huko nyuma kuna neema. Mama yangu pokea moto hii. Acha Bwana kuhudumie, acha Bwana akuguse. Utasikia moto inaanza ndani ya miguu, inaanza kupanda polepole. Moto wa Bwana. Bwana anaenda kuheshimisha wewe. Watu walikudharau sana, lakini Bwana anaenda kuletea heshima. Watu walikuteta sana. Naona watu wengi, walikusingizia mambo ya uongo, lakini Bwana anaenda kuletea heshima. Pokea kwa jina la Yesu. Nenda lalamika mara ya pili. Sema Yesu.
Jina la Yesu ni jina kubwa. Jina la Yesu ni jina kubwa, jina lipitao majina yote. Bwana enda kumsaidia kwa jina la Yesu. Mulete udada huko mbele. Bwana muhudumie, Bwana muhudumie, Bwana muhudumie, Bwana muhudumie, Bwana muhudumie, Bwana muhudumie. Nataka washa moto kwa hao wako mbele hapa, kwa hao wako mbele hapa, hao ambao wanalala chini. Watu wataruka hapa, watu wataruka hapa. Fire, 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 fire. Pokea, pokea, fire, 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 fire. Moto, 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 moto. Naacha moto, naacha moto, naacha moto. Pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Leo Bwana anakuweka huru, leo Bwana anakuweka huru. Shemasi, kuja huko, naona neema huko, naona neema huko. Mamangu, Mungu anakupendelea, naona Mungu anaenda kufanyikisha sana. Pokea kwa jina la Yesu. Weka mikono yako juu huko. Bwana na wewe akuhudumie. Usitamani nabii akuhudumie. Mungu tu. Mungu, mama, nisaidie kwa huyu mama. Moto. Naona moto hapa kwa huyu mama wangu hapa. Naona neema kubwa kwa huyu mama wangu hapa. Leo Bwana anaenda mwacha huru. Leo Bwana anaenda kumsaidia. Leo Bwana anaenda kumpanguza machozi. Pokea kwa jina la Yesu. 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 Nenda kulalamika mara ya 4. Lalamika, sema Yesu. Mara ya 5 sema Yesu kwa jina la Yesu. Nataka sema mara ya 7. Nataka kusema mara ya 6 kisha ya 7. Kanisa, tia mikono juu. Nataka sema mara ya 6. Nitakapofika mara ya 7, ile jina ya Yesu itarusha watu hapa. Ile jina ya Yesu itajaza watu hapa. Ile jina ya Yesu. Nasema mara ya 6. Lalamika, sema Yesu. Tayarisha sasa mikono yako. Nataka sema sasa mara ya 7. Nataka sema sasa mara ya 7. Kuna watu wataruka hapa. Kuna watu watasikia nguvu inaingia. Kuna wale walikuwa na miguu ikaiko sawa, miguu kule nyuma, leta 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 leta, ndio nataka sema mara ya 7. 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 Jiandae. Kuna wale miguu itanyoka. Kuna wale macho ilikuwa na tatizo itapona. Kuna wale mikono itanyoroka. Kuna jina la Yesu ni jina lenye nguvu. Jina la Yesu ni jina lenye thamani. Nataka sema mara ya 7. Kabla sijasema mara ya 7, kuna wengine kule nyuma Bwana anataka kuwahudumia. Rakataya baba baba, rababa oshekete, rakataya baba baba baba, rakataya baba baba. Jina la Yesu, 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 zaidi ya majina. Jina la Yesu, jina kubwa. Jina la Yesu, jina lenye thamani. Tia mikono juu. Nitakaposema jina la Yesu mara ya 7, utalalamika, utapiga vigelegele. Usiangalie jirani. Kama ni kuruka utaruka. Ayaya. Kuna watu hapa wako na tatizo ya miguu. Baba, mimi napenda nijaribu Yesu. Kuna watu wana tatizo ya miguu hapa. Sasa nitasema mara ya 7, utaruka pale. Kuna watu watapona aswa. Kama tuliona vileme na tembea Tanzania, watatembea na Kenya. Kama tuliona wagonjwa wanapona, hapa nako watapona. Yes, yes. Najua Mungu wa Pastor Joel. Najua Mungu wa Pentecost. Najua Mungu wa kanisa hii. Najua Mungu wa mama hapa. Najua Mungu wa hao wazee. Najua Mungu iko. Tayarishi. Nataka sema mara ya 7. Neema inatashuka ndani ya mkutano. Itakuwa neema kubwa. Takaposema ya 7, utaanza ruka pale. Utaanza sema utapiga vigelegele, kwa maana ni jina kubwa. Naenda sema mara ya 7. Lalamika, sema Yesu. Piga vigelegele yako. Ruka 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 ruka. Mapepo yanakimbia. Mapepo yanakimbia. Mapepo yanaachia. Fire! 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 Ruka 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 ruka. Fire! Neema inashuka. Neema inashuka. Moto unashuka. Moto unashuka. Moto unashuka. Usichoke. Piga vigelegele. Usichoke. Shangilia. Leta watu. Leta watu. Leta watu. Washemasi. Wende kule. Wende kule. Fire! 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 Fire!
usichoke, ruka pale, ruka. Sikiliza. Nasikia neema ya uponyaji ndani ya mkutano. Nasikia mafuta yanamwangika kwa mikono yangu. Nasikia neema ya uponyaji. Gusa pale, unasikia magonjwa na kusumbua. Kama ni tumbo gusa, kama ni miguu gusa. Kuna neema inataka shuka ya uponyaji. Hatutaenda hospitalini tena, hatutapoteza pesa. Bwana anaenda kufungua. Pokea uponyaji. Shemasi, ingia ndani ya mkutano. Pokea shemasi, pokea neema. Miguu inapona, mikono inapona. Watu wataleta ushuhuda. Ushuhuda inakuja kubwa. Naona hata neema kubwa kwa cheke pale. Huyu atakuwa mtu mkubwa. Huyu rafiki yangu atakuwa mtu mkubwa. Naona neema juu yako. Pokea kwa jina la Yesu. Naona neema kubwa hapa. Pokea kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu. Shika mikono hii. Fanya kama mtu anataka pokea kitu. Watu wanaenda pokea majibu ya mahitaji kule nyuma. Ndio Bwana Mungu yuko ananiambia usipane kwanza microphone, kuna mtu mwingine kule nyuma. Mimi Mungu nataka nimuhudumie, iko kule nyuma. Hera baba shekete rakombredego shakata riamandele braidego shakata ya baba. Tia mikono juu kama mtu anataka pokea. Unataka pokea gari yako, unataka pokea ndege yako, unataka pokea ndoa yako, unataka pokea kazi yako, unataka pokea mahitaji ya miaka. Yesu wangu. Baba mwene, mimi naona wa misionari wengi wanakuja hapa. Mungu ananiambia analeta watu wengi wa kusapoti eneo hili, wa kusapoti kanisa hili. Pokea kwa jina la Yesu. Hii ni unabii wa kanisa yetu. Na mimi najiconnect kwa ile baraka. Na mimi najiconnect kwa hiyo baraka. Kwa hiyo baraka. Niko naona kuna roho chafu ya nyoka hapa. Acha nimsaidie. Leo inamwachia. Kanisa, tia mikono huko mbele. Nitaongea tu vitu vitatu. Yesu aga alalamike. Yesu ni vitu vitatu. Sikiliza. Naongea kama nabii niliyepakwa mafuta. Binti wanataka kuwa huru. Nasabia 1, 2. Kabla sijasema ya 3, piga kelele ya mwisho, kimbia. 1, 2, 3. Moto inaenda toka, inaachia. Leo atakuwa huru. Fire. Nachia moto. Mama, tia mkono wako hapo. Tia mkono pale. Nachia moto. Fire. Kuwa huru kwa jina la Yesu. Kuna roho chafu ilikuwa namfunga, lakini leo atakuwa huru katika Yesu. Kwisha. Anaitwa nani baba? Anaitwa nani? Unajua, kuna mtu anajua jina lake? Kuna mtu anamjua? Akuje haraka. Kama kuna mtu anamjua, akuje haraka. Kuja haraka tumsaidie. Hakuna anamjua, alikuja peke yake. Sawa. Sikiliza. Rekombradaga shekete. Rakata ya bababo shekete. Funga kinywa. Acha huru. Kwisha. Kuna mtu anaweza shangilia Yesu hapo. Basi anakuwa huru. Kuna mtu anaweza shangilia Yesu hapo. Kwisha, anakuwa huru. Basi acha dakika 2 tu. Anakuwa huru. Basi anakuwa huru. Kuna mtu anaamini Yesu. Kuna mtu anaweza shangilia Yesu. Rafiki yangu, Mungu akubariki. Leo nakuwa huru. Leo Bwana anakusaidia kwa jina la Yesu. Amen. Mtu anaweza shangilia Yesu hapa. Kwa dakika hii uko ndani ya kanisa, hujakubali Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Kuya huko mbele.
unataka umpatie Yesu maisha yako, haujabatizwa, haujaokoka na unataka umpatie Yesu maisha yako, kuja huko mbele. Niliambia vijana, hata jana sisi tulisema tutapitia muda wa ubatizo. Kuja haraka, tusipoteze muda. Unataka upatie Yesu maisha yako, unataka umpatie Yesu maisha yako, uko ndani ya mkutano, hujaokoka, lakini yawezekana ulikuwa ushaokoka lakini ukaanguka pia ndani ya dhambi. Kuja huko mbele, kuja tukuombe. Kuja haraka, usimsikie mtu haya. Ule mtu usimsikie mtu haya, mwache kwanza, mwache watulie. Kuja huko mbele. Sijui kama Kiswahili yangu inasikika. Haujabatizwa na unataka ubatizwe. Achani, unataka upatie Yesu maisha yako. Tafadhali kuja huko mbele. Shangilia Yesu. Naona umoja huu. Kuja dada, kuja piga magoti hapa. Aya, mbinguni kuna furaha. Shangilia. Baba, maandiko nasema hata mtu umoja. Karibu, pigeni magoti hapa ndani. Nilizania wamama watashangilia. Semina ilifanya kazi. Piga magoti madhabahuni. Wengine wakuja huko mbele, wengine wako aya. Ningetaka wanikamatie video. Hii ni ushuhuda kubwa. Hao watu wanapatia Yesu maisha yao. Hao wanaokoka. Hao watu wanapatia Yesu maisha. Kwa wale wanatufuata mtandaoni, hata na wewe hujaokoka, pale kwenye huko, pengine uko nyumbani, piga tu magoti yako, ambia Baba, nakupa maisha yangu. Haleluya! Mbinguni, maandiko nasema mbinguni pana sherehe pale watu wanaokoka. Ni kusema kama watu wajaokoka, Yesu iko njaa, lakini watu wakiokoka, Yesu anakula chakula. Baba anakula chakula. Shangilia! Kati ya hawa kuna wale watabatizwa, kuna wale ndio washabatizwa lakini pengine walianguka kwa dhambi. Bwana anataka kuwatia nguvu. Bwana anataka washimamisha. Anasema nitakushimamisha ili usimame imara. Hapa kutakuwa wahubiri wa kesho. Hapa kutakuwa wanabii wa kesho. Hapa kutakuwa wa president wa kesho. Baba, acha niseme, mimi naona watu wakubwa wa nchi hii wanaingia kwa ile mlango. Mungu ananiambia tuanzike date ya leo. Sisi hatuko kati ya wanabii tapeli. Naongea kama nabii wa Mungu. Naona Bwana anagusa hata government. Mungu anagusa mioyo yao. Naona wanaingia hapa hivi, wanakuja kuangalia kazi hapa, kwa maana uamsho unaingia na manga na inatokea kwenye kanisa hili. Baba, sikiliza, kuna watu Mungu anataka wapigisha magoti mbele yako. Niko naona watumishi watatu wako na kuteta kwenye viwango vikubwa sana, na wengine wanataka wapane hata sumu, lakini Mungu ananiambia anataka aweka hadharani, Naona watu watakuja piga magoti, watumishi watakuja kuomba msamaha. Naona Mungu anainua kanisa letu, naona Mungu anainua mchungaji wetu, naona Mungu anatuinua kwenye viwango. Kama unaamini sema amen. Namkaribisha Baba, karibu ombea watu. Baba, uko na jogea, uko na piga vigelegele ya heshima. Wow, rapala babu. Inua tu mikono yako, mwambie Mungu asante kwa jina la Yesu, kwa sababu ya hao vijana wetu, kwa jina la Yesu. Omba uko mzazi, mwambie Bwana wasaidie. Waombe. Shala baba babu. Rekantala babu ribala baganda.